Kwenye karne ya 19, hali ya utumwa ilikuwa ikiendeshwa kama vivutio katika maonyesho, hasa maonyesho ya kikoloni, mbuga za wanyama na matukio ya kisayansi barani Ulaya na nchi zingine. Zoezi hilo lilijulikana kama mbuga za wanyama za binadamu, jina linalofichua ukatili wa kile kilichokuwa kikiendelea. Wanadamu walinyakuliwa kutoka katika ardhi zao, kuchukuliwa kutoka kwenye familia zao na kuwekwa mbele ya umma kana kwamba walikuwa vitu vya ajabu vya kigeni ama spishi duni. Maonyesho haya yalipata kasi hasa katika karne ya 19 wakati wa maendeleo ya ubeberu Ulaya. Huko Paris, London, Hamburg, Brussels, New York na miji mingine, wanaume, wanawake na watoto kutoka Afrika, Asia, Oceania na Amerika walilazimishwa kuishi katika vijiji vilivyojengwa kwa njia bandia. Huko walitazamwa na umati wa watu, walipigwa picha, walipimwa uzito na walilazimishwa kutekeleza mila, dance na tabia za kitamaduni ili kulisha ndoto za kikoloni kuhusu washenzi. Matukio haya yalisaidia kuwashawishi umma wa Ulaya kwamba kulikuwa na uongozi wa asili kati ya watu, huku wazungu wakiwa juu ya watu waliowatawaliwa chini. Ubaguzi wa kisayansi ambao sasa umepuuzwa kabisa ulitumia vipimo vya fuvu, uainishaji wa uongo na nadharia za organic kujaribu kutoa mwonekano wa science kwa kudhalilisha ubinadamu. Mojawapo ya visa vinavyojulikana zaidi ilikuwa ni ile ya Satyji, Batman, mwanamke wa Khoikhoi aliyechukuliwa kutoka Afrika Kusini hadi Ulaya katika karne ya 19. Alionyeshwa kama tamasha kwa sababu ya mwili wake, akichambuliwa na wanasayansi wa rangi na hata baada ya kifo chake. Sehemu za mwili wake ziliwekwa kwenye maonyesho kwa miongo kadhaa nchini Ufaransa. Kesi nyingine za kitalii ilikuwa ni ile ya Ota Benga, mwanaume wa Kongo alionyeshwa kwenye bustani ya wanyama ya Bronx huko New York pamoja na nyani. Baada ya kudhalilishwa hadharani na kudhulumiwa kisaikolojia, alijiua mnamo mwaka 1916. Brazili pia haikuachwa na historia hii. Mnamo mwaka 1882, maonyesho ya anthropolojia huko Rio de Janeiro yalionyeshwa watu wa asili wa Botocudo kana kwamba walikuwa vielelezo vya utafiti na kuwaweka chini ya uchunguzi wa umma na vipimo vya rangi. Hata baada ya vita vya pili vya dunia, desturi hii haikutoweka. Mnamo mwaka 1958 huko Brussels, Wakongo waliwekwa hata katika kijiji cha kawaida ili kutazamwa na wageni. Kwa mengine mengi usisahau kulike, kushare, kusubscribe na kucomment. Until the next time. Bye bye. Pow.